Mucicio wa iguru Saitani dagaso Agode niarege Babamia kaide Yanamo penere Aule kiedon niwake Ibarani Dejoe Dokadiva Idanego Bagona Ririwa Igoro Oida Aria Boita Kenyama Ona Uru Meida Emmanuel Neje Pirei Nyamadani Wagupireria Dipisia Saitani Edabupisia Muru Naodo Araka Nameago Yabine Tarufata Ebwangami Nejemi Edokadia Dadona Ririwa Igoro Eida Oaria Boita Gengona Ebio Nauru Nauru Ukudutire adoa ikara na utire ado igeuruka dimure diboro kemosie igoro tebune kwejere irewike ibikara ruruka kanani gejeke na buga tebune jere iremwe Agerira maudu manene Mariaga bakinyayo Ibaremo minene Nanige inya Nonejere irewetoria Ibe tebuye awokiyeria Hotire tiamera mode Ibikala ruruka kanani gejoke na buga Todone jerege iremwe Inagere girira maude manene Mariaga yada kinyayo Ukena meadoria Maetu kumenya Oduma tire to paraine Dinere gure maudo manene Paraga oda kinyago Inegoya idosione Siagai siabara Tokejo evato kaudigu Tokejo egoya nene arepekyo Ciana cia FK nĩ mori mũikũrũke na andũ magerie kũhingũra kamacini kau nĩgetha kana gaikũrũrio na nĩgetha gakĩgĩ ciana cia FK nĩ mori mũikũrũke igũrũ tuonaga na thĩ ciothe nĩ irathira thĩ njerũ na igũrũ njerũ nĩ yarĩrĩirio nĩ Ngai ndonire Jerusalemu ya njerũ ikũrũka mũhiki agemeire mũthuriwe harĩ na keki mũno
Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. Sema mbige amen. Amen. Nashukuru Mungu sana tunapokuja kutamatisha masisi ya mwenda zake, my brother. This is the lasting praise for entire life. Na nataka kusoma andiko moja kidogo tu, kitabu ya Matthew chapter number 25 and verse number 31. Nasema na rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake, hĩndĩ ĩyo nĩagaikarĩra gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩna riri. Biblia inasema kwamba wakati mwana wa Mungu Yesu Kristo atakuja hapa duniani akiwa akikalia kiti chake chenye utukufu, ataandamana na malaika wake watakatifu. Bwana ndiye sana. Nao mnafikirianga kwamba ile judgment ya Mungu itakuwa judgment ambayo tunapiga mstari kama vile tunaenda kwa chief au ndio tunaenda kwa daktari naambiwa kwamba moja ingia tena. Haitakuwa hivyo. It will be a 2-minute judgment. Kama mmesimama siku vile mnaangalia bishop hapa, hivyo ndivyo baada ya kufa watu watasimama mbele za Bwana. Yesu atasimama katika kiti chake chenye utukufu. Na immediately ataapia kwa watu yule ambaye alikuwa anafanya ukahamba. Ile utukufu tu wa Mungu utafanya uruke juu. Atasema makahamba wote, ikiwa mimi nakuwa na ndogo ndogo, mtaiona hiyo siku. Unalipuka naye juu hivi chwa. Tokolia gai. Mtumia nganyele ni wale mkagu ndio. Utalipuka juu. Utaruka juu. Yale mambo yote yanafanya wasiri. Na kwambia kwamba hiyo siku itakuwa wasi peupe. Na hapo ndio itakuwa wasi kwa sababu hakuna mambo itafanywa kwa siri tena, kwa sababu neema ya Mungu itakuwa imekwisha. Biblia inasema kwamba Mungu atashuka akiwa na utukufu mwingi sana, akiongozwa na akiwa bodyguarded by the angels. Na hiyo siku wakati atashuka, utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa sana. Na ikiwa mwenyewe umekuwa mwizi, hiyo siku itajulikana vizuri. Na wakati utonea kwamba ulikuwa mkora fulani au tabia fulani, utarushwa juu, alafu kila mtu atakuonana udana mosmos. Pole tu. Ilikuwa kuna wanawake 10 utaonekana. Alafu ukishuka hivi au shuki tena chini, unakuta malaika. Anakuwa moja kwa moja kwa mabega. One go anakuta jehanamu. Unakuta pale umengojewa na Saitani. Mtu mmoja alikuwa rafiki yangu, alikuwa anafanya kazi kwa mochari. Nilimuuliza kwamba watu wao wamekuja kwa wamefanya accident na wamekujana sana, what do you do? Alianza kama niambia ukweli, aliambia kwamba hii jamaa alikufa sometime. Aliambia kwamba mtu ugongwa, miguu inagongwa mpaka inakunjuka. Unagongwa unakunjuka. Hapo ni huko. Na bigoni ni hatari. Bigoni ni hatari. Unagojwa my friend. Revelation chapter number 9 inasema hivi. Inasema in the last days
kutakuwa na tarumbeta 7 zitapigwa, na tarumbeta ya 5 wakati itapigwa na ya 6 inasema hivi, jua itagongwa, na jua inakuwa kimoyo kikubwa sana, but very hot, na wakati hiyo jua itapigwa itakuwa crushed like a powder, alafu itamwagika chini kwa kila binadamu. Hii mavazi mko nayo itachomeka, utakuwa unatembea ikiwa mzima uchi kama ng'ombe. Biblia inasema kwamba hata ukichomeka na hiyo ash ya jua hautakufa, utaiva polepole. Wewe ni mzima, lakini mwili wako wote umeiva kama nyama choma. The Bible says, Revelation chapter number Revelation 25 chapter 9 inasema hivi, naye Bwana ataachilia kutatokea moshi, very thick smoke, na ndani ya hiyo moshi kutatokea tung'auru, scorpions, na itakuwa imeamrishwa ihakikishe yule mtu ambaye alichomeka na ile jivu mohu ulao kwa umekweliwa na umekuivisha kama nyama choma, hiyo tung'auru tutaamrishwa tukule moja kwa moja. Kuna mama anakuwa na nywele mrefu, ukimza akataka kumuongelesha anafungua hivi kama katini. Hiyo siku nywele haitakuwa na maana. Utauzia nani mwili wako na utanua na nini? Hata wewe utakuwa umeiva kweli kama nyama. And the Bible says, now scorpions chapter 9 Revelation inasema itakuwa imeamrishwa ikule kila binadamu. Kwa hivyo utakuliwa nyama zisifike mwisho. Wale kwa wale ambao ni wanono, itaanza na wao nyuma na mbele, katikati ya miguu. Unakuliwa na kasi skeleton. Hakuna kuketi chini. Unalinganga kwamba sijui uko na V8, unaingia uko na nyumba mzuri, au na matako ya ukalia kwa hiyo gari, au na miguu ya kukanyanga, utakuliwa live na ukufi. Siku moja 1982 nilikuwa nakaa Dadora, na kunatokea shida huko Dadora, watu kachoma gari ya polisi, tuletewa GSU wengi, tulitandikwa nyumba kwa nyumba. Na ile hapo tunakaa, kwa mzee mmoja Kijerere akaamua kutokea kuangalia kwa geti, kwenda kuangalia, akapata na polisi 5 wakiwa na ile miti yao. Akaamua fungua, mzee akasema sitafungua, kwa sababu walikuwa wengi kumuliko, na kwambia mzee aligongwa kichwa hiyo vipo za polisi. Akasema kinyota juu, akaamua si wakati wa kinyota, wakati wa moi, agongwa ingine jamaa kana frat. Wakakuja kwangu, my house was the first one, na nyumba yetu haikuwa na milango ya chuma, walikanyanga. Tangu nizaliwe mpaka wakati huu sijaona maovu marefu na mazito kama hayo. Ya mwadhani yengai njoke tena spidi na kuegana Toma Ibrahimu iba mnasherero Toma Danieli, nilio masaa 5. Polisi walikuja wakatandika watu na meondoka. Niliona jehanamu na moto. Let me tell you, huyu mzee tunasika leo, there is no reverse. Umeenda masia watu wengi sana, na siku moja yako itaendwa. It is the high time to make a decision, kwa sababu hivi karibuni hiyo mwili wako, wakati jua litakuja, the 7th 5th trumpet, utachoma polepole na ukufi. Na jehanamu ni real, hell is real. Na mtu anapokufa, mtu mtakatifu, Marko inasema, the book of Luke inasema kwamba the story of the Lazarus, Abraham and the rich man. Inasema kwamba the rich man wakati alikufa alikuta Lazarus amelala kwa kifua ya Abraham. Akasema hivi, Abraham, ambia Lazarus apeane, atumbukishe kidole yake animwagie maji kwa ulimi. Abraham alimwambia kwamba katikati yangu na kule huko ni mbali sana. Akasema nachomeka kila wakati na sikufi. Hell is real. Unachomeka na ukufi. Alisema hivi, nimeokoka, nimekuwa mwinjilisti, nisaidie nikamwambie ndugu yangu. Akaambiwa kuna Musa na kuna Elijah. Nataka nikwambie hivi wapendwa, kifo si mchezo. Ukikufa umeenda. You better change your mind now in Jesus name. Make a clear decision. Mtu anapokufa, Isaiah 57 inasema hivi, mtu mtakatifu anapokufa
anaingia mbinguni na analala kwa kitanda ya mastarehe. Isaiah 57 verse 2. Lakini kwa si mwokovu utakufa. Na hakuna kitanda ya kulala. Wewe utakuwa unatembea usiku na mchana kama Masai. Hao ndio watu wanasimamanga kwa black spots. Unaona mtu kama mtu amepiga hivi. Kumbe formation ya shadow tu unagaragara. Unapoona mtu amekufa na anakunja kusugua watu usiku, hana kitanda. Ndio mzee atakwambia amka Yesu kwa sababu ameama starehe, anangorota. Ikiwa hautakubali Yesu aye mwokozi wa maisha yangu, kuna hatari itakupata na utabadilisha. Mungu abariki sana. Kitatu bimbo moja tutateremsha sanduku hili na Bwana atatubariki. Ihiga kijana. Ona una mchezo wewe. Ihiga lya tenema. Ingwei. Itumbamba inabakame. Kumbaba inesyaku. Indine. Natugetekia twaona amugai atuire okuo atuthodekagira mucii iguru kwa Jesu nitugacemania okuo iguru kwa Jesu nitugacemania nitukaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maro maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania nĩtũrathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mũhera tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũgĩtĩkia twawona amu Ngai nĩatũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maro maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo. Judgment itakuwa kali sana kwa watu watatu. Itakuwa kali kwa wachungaji kama mimi, kwa sababu nimezika watu wengi, ikiwa sitakaa kwa njia safi. Itakuwa kali sana kwanza kwa archbishop, tana archbishop, irudie sisi mabishop, iende kwa mavasia, iende kwa mapasta, iende kwa wasee wa kanisa. Hiyo itakuwa kali sana kwetu kwa sababu tunakatia watu kauli kila wakati. Judgment ya pili itakuwa kwa wale watu wanafanya kazi ya hasi, kwa sababu anasika watu wengi sana. Mtu ambaye anasika mtu na aokoki, unajua kwamba kwako itakuwa zaidi, kwa sababu unaingia kwa simu almost every day. Kwa hivyo ni afadhali utume mapema, kwa maana unajua kwamba kwa nini hukuokoka. Wewe kazi yako ni kusika watu tu. Sasa watu wa hasi watakuwa na judgment kubwa, na sisi wachungaji
ndio lazima tukae wasi na tukae maalum katika jina la Yesu. Bwana ndiye sana. So mtu anapokufa kuna only one thing, kwa maana ulitoka katika udongo unarudi kwa udongo. So nataka turudishe mchanga kwa mchanga, jivu kwa jivu, na ningeuza watoto wale ambao wako na nguvu wa mama na baba wakaribie hapa ili tuweze wachungaji walio area hii, ili mchungaji yote aume mchanga, ili judgment yako iwe kali. Wewe ni pastor big twice, kwa sababu itakuwa kali. Pale watoto wa familia James, kuna nguvu. Wewe kuna nguvu, karibia tafadhali. Na ikiwa hana nguvu, tunaambia tu watosheke in Jesus name. Marko inasema in the book of Genesis chapter number 3 verse 21. 19:21 inasema kwamba kama vile kule mtu alitoka hatarudi tena, na tatupa pamoja, mchanga urudi kwa mchanga na jivu urudi kwa jivu. Jina Bwana libarikiwe. Amen and amen. Tutabaye tusaidie kumsika na itakuwa sasa watusaidia kwa familia. Fanya mambo haraka haraka, alafu tumalizie. Mama analeta pole pole. Koke tu, pole pole tu. Na ule mama angeweza na mtoto anaweza, nitakuja tu. Ana kiduke. Kuna hapo, kuna kimuti hapo. Jesus name. Amen. Maina, jitafutie nguvu kwa Yesu. Watoto wajipe nguvu na watu wa karibu wa Mboma, in-laws. Aini, mazi wakaribiwa tuimbie nyimbo kadhaa, tutie mchanga haraka. Thank you my sister. Amen. God bless you so much. Awaibaji, tusikie mtu wetu. Aini, ukayaini. Aini ni mana yageroga. Negera igiteri. Aini bodo wa bodo ni okay todo pinare akuru. Aini bidike bodo aini. Kama kwa. Aini ave. Watu na ndugu yetu pale ile bidike bodo aini. Eku Aidaka. Zabio. Kapo inage ndo maikaditi. Haya, adwari akuru wazee. Adurita akuru ndi madage mama kiekere pili. Tabe to ya aduri akuru kanya. Aduri akuru. Adurita ndio na hare, aduri wazee ukaja bitu mwe ke mtu pili. Wako wakango. Mbili angalia. Ikene kiabulia ya kuruma waike igiruka ya Mungu na kiangai. Wewe ana gesiku wewe. Kana Mungu gacheke. Ndoka yena. Kakwe, watulemusha.